Namshukuru Mungu, ni asubuhi nyingine, ni nafasi nyingine ya kipekee ambayo tumekuja mbele zake kushukuru kwa kile ambacho ametuwezesha mpaka asubuhi hii ya leo. Nina kila sababu ya kusema asante, kwa sababu kuna mengi ambayo nimepitia, lakini kama si Mungu huyu ambaye alikuwa pamoja nami, huenda nisingefikia hapa. Wimbo unaitwa Asante, twende tukasikilize. Tumetoka mbali sana, umbali zaidi ya safari. Tumepitia mengi sana ambayo kweli ni hatari. Tumefikaje hapa tulipo leo? Nasi wenyewe twaona ni neema. Machozi haya yanathibitisha kuwa mambo hayo yamefika hapa. Vilio hivi vinadhihirisha kuwa mioyo yetu imevuja sana. Tumesikia sauti ya harufu ya ushindi wako Baba, tushike mkono, tutakuwa salama. Asante kwa neema yako, umetutoa mbali, umetuvusha na mengi. Asante kwa neema yako, umetutoa mbali, bila wewe tusingeweza. Mkono wako umetubeba, nuru yako imetuangaza, sasa tupo salama. Bila wewe tusingeweza. Mkono wako umetubeba, nuru yako imetuangaza, sasa tupo salama. Asante kwa neema yako, umetutoa mbali, umetuvusha na mengi. Asante kwa neema yako, umetutoa mbali, umetuvusha na mengi. Bila wewe tusingeweza. Mkono wako umetubeba, nuru yako imetuangaza, sasa tupo salama. Bila wewe tusingeweza. Mkono wako umetubeba, nuru yako imetangaza, sasa tupo salama. Ni maswali nilijiuliza zamani kabla sijafunguka. Hivi ni kwa namna gani ninaweza kulinda uhai wangu? Kama ni nguvu yangu, ngapi walikwepo na walishakufaga? Kama ni mali nazo, mbona zinakuja na kupotea? Ikiwa ni mahusiano, mbona wengi wanaachana? Walimwengu wakaenda mbali, maisha bila pesa hautoboi. Mashauri na mashauri ya no,
ya wanadamu hufika mwisho. Mungu we hunaga kipimo, mpangaji wa mipango ni wewe, 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 ni wewe. Bila wewe Mungu nisingeweza, na kila sababu ya kusema ni wewe, kwa sababu umetupa haya maisha. Chuki bila sababu, na midua zangu kwa Mwenyezi, umpae huyu wakati mimi bado nasubiri, na kujua wewe unaga upendeleo. Nilikosa jana, ukanibariki leo. Walitabiri sana kwamba hatutafika hapa, leo amepakiwa na shangaa, imekuwaje tena? Mashauri na mashauri ya ndo ya wanadamu hufika mwisho. Mungu we hunaga kipimo, mpangaji wa mipango ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Kufika hapa amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Yes, ladies and gentlemen, amefanya Mungu, amefanya. Karibu sana Moses, uje kukaa hapa. Mpe MD wako hiyo microphone, watakuja kuichukua. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Yeah, vyovyote, like any sit that you're okay with. Umemaliza na amefanya Mungu, ni kwamba unampenda sana Paul Clement, ni kwamba unamkubali sana Paul Clement, ama maana paka uimbe nyimbo ya mtu lazima unaona umemkubali. Yes, naweza nikasema kwamba nampenda, lakini pia ni watu ambao since long time tunawaangalia kwenye hatua zao za ukuaji kwenye muziki. Yeah, hatuwezi kukwepa kujifunza kutoka kwao. Okay. Yes. Hivi ni kweli wasanii wachanga au upcoming artist wanapenda kukiona kitu, lakini hawapendi kufuata zile kanuni au sehemu na njia ambazo huyo mtu ambao wanamwangalia amezipitia? Unamaanisha kwamba kuwa role model, kufuata kile ambacho mtu anakifanya? Yeah. Yes. Kuwa na role model ni sahihi. Kufuata kile pia anachokifanya ni sahihi.
lakini inategemeana kwa namna ambavyo unataka wewe kitu gani ambacho kichukue kutoka kwake yeye. Manake huwezi ukamcopy the real kila kitu. Kwa sababu Madevu, unajua kwa nini nimeuliza hivyo? Sababu kaka, mtu anamwona Paul, mtu anamwona Joel. Mwanangu ni bro ananibariki kinoma yani. Unaelewa? Anavoimba nini, mpangilio wa muziki, anavovaa. Lakini ukiambia wewe ufanye show bure uwezi. Lakini wenzako wamezota miaka 9. Yes. Hawajawahi kulipwa. Wanaenda kwenye mikutano bure, wanakaa kwenye visado, kwenye basi. Wakifika wanapelekwa sijui kwenye chumba sijui cha nje huko sijui cha mchungaji gani. Yaani wanakuwa kama msaidieni tu. Akipelekwa kwenye nyumba hamna sehemu, wanapelekwa kwenye nyumba nyingine hamna sehemu, wanapelekwa kwenye nyumba nyingine. Lakini sasa hivi I don't think wewe utakubali kuishi hayo maisha. Utasema nakulaje? Nimeenda studio, nimefanyaje? Lakini hao ambao nyewe mnaangalia mnawapenda, kuna sehemu wamefanyaje? Wametoka. Wamepita. Yeah. Kwa hapo unasemaje sasa? Yeah, ni kweli kabisa. Yaani cha kwanza kabisa ambacho unajifunza kwenye maisha ni kwamba unapotaka kuwa mfuasi wa mtu fulani, ndio maana hata ukitaka kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, matendo yako yaidhihirishe. Watu wakikuona wanaona kweli huyu Mkristo kwa sababu ya matendo. Kwa maana ya kwamba ukitaka kumfuata mtu lazima ufuatie historia yake. Ndio maana leo tunajifunza kwamba Yesu alizaliwa Nazareti, akakulia wapi, lazima tunajua in detail. Kwa hiyo binafsi sizungumzie wengine pia. Mimi binafsi napenda kumchimbua mtu historia yake, kwamba ametokea wapi na amepitia struggle ngapi. Pamoja na kwamba sasa hivi ndipo tupo kwenye generation ambayo ni mbali kutokana na walikotoka ambao tunawaangalia sasa hivi. Lakini lazima ujifunze pia, kwa sababu maisha hayawezi kuwa full good kila wakati. Lazima kuna ups and down. Ndio maana kwenye maisha tunajifunza kwamba ukiona mbuyu mjini haukutokea tu ukawa mbuyu. Lazima kuna mchicha hapo katikati. Kwa hiyo historia zetu lazima tujifunze kwamba zinaanzia chini mpaka zilipofikia kuna upepo mkali zimeshindana, kuna jua kali zimeshindana mpaka unapokuja kufikia kwa mbuyu. That's why mimi naamini katika hivyo pia. Alright. Sasa wewe ni vitu gani vitano ambavyo unavichukua kutoka kwa mtumishi wa Mungu Paul au na wale wengine ambao unaviangalia? Vitano ambavyo unajua hivi hapa vitaniongoza mimi kuwa katika sehemu sahihi. Cha kwanza kabisa ni consistency. Mimi nimejifunza kitu kutoka kwa Paul Clement ni kwamba cha kwanza ni unyenyekevu. Lakini cha pili kutokata tamaa. Lakini cha tatu kuelewa kusudi ambalo umelibeba. Hufanyi kwamba hii nafanya leo itokee, nafanya kwa ajili ya maisha ya kila siku. Ambacho nimejifunza kwa mtumishi Paul Clement. Ndio maana unaona anafanya ile ni ibada yake, kwamba ameshajua kuna watu wengi ambao wanamfuatilia. Kwa maisha yake lazima ya transform watu kutoka kwenye level fulani ya kutokuelewa mpaka kwenye level ya kuelewa. Kwa hiyo ni vitu vikubwa ambavyo najifunza kwa Paul Clement. Mimi naweza nikasema ni consistency katika huduma. Amen. Yeah. Madevu, nasikia hiyo consistency, unyenyekevu. Hivi ni vitu ambavyo vinajirudia kwa Paul mara, yani mtu wote ukimuita, si ndio au kimuuliza atasema hivyo. Wewe ni mwanamuziki ambaye au ni mtumishi ambaye unafanya nyimbo sana za studio, right? Yes. So experience leo ilikuwaje kuperform live na band hapa Wasafi? Changamoto ziko wapi? Lakini pia experience iko vipi ya kuswitch kutoka kwenye recorded audios or recorded records and performing the records live? Naweza nikasema kwenye recording tulikuwa ni kama kichaka ambacho tumejificha muda mrefu. Ambacho hatujui huko pia kuna simba anaweza katulala muda wote ambao tunapaswa kukimbizana. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza maisha ya kila siku. Haya maisha ya live ndo muziki ambao ni maisha ya kila siku. Lakini pia kwa kweli naweza nikasema kwamba ilikuwa ni changamoto nilipoambiwa kwamba utaimba live. Kusema kweli, mpenzi wa Mungu, mimi sio mtu wa kuimba music wa live. Lakini pia kwenye ukuaji wangu pia sijai kukulia kwenye mikono ya watu wanaimba live, kwa sababu mimi nimekulia kijijini. Kijiji cha wapi? Mimi nimezaliwa Iringa. Yes, kwa hiyo nimetokea maeneo ya kijiji kinaitwa Kimara, wilaya ya Kilolo huko. Kimara, Gaza? Yo, kuna Kimara Iringa? Kuna Kimara Iringa. Yeah, ila sio Gaza hapa. Umeona? Kwa hiyo kutokea huko nimekuwa nikimba tu kwaya za kawaida kanisani. Hatuna mwalimu, hatuna nini, wenyewe tunajifundisha. Kwa hiyo ninapokuja kumove kuja mjini kusoma na nini, ndo nikaanza sasa recording studios. Kwa hiyo sijapata kuwa na familia ambayo inanilea katika kunifundisha kwenye muziki, kwa maana ya kwamba kufanya live na nini. Kwa hiyo mwenyewe tu najikuza. Hata nilipoambia kwamba utaimba live,
ilikuwa kidogo maswali usiku wote nilifikiri. Lakini nikasema kwa sababu mimi si ndio nafanya, kwa yeye ambaye anashinda haya yote nitafanya. Na nikafanya maandalizi kwa kiasi chake siku 2-3 kama hivi unaona tunafanya kwa nafikiri yani mwanzo. Amefanya fresh ulivyosema kwamba una background unafanya kushangaa. Nikajua ni legendary yani kama vile sana tu ndo vitu vyako. Hapana. Kweli roho Mungu anafanya kazi kwa namna tu. Lakini hapo ndo gari wake. Hapo ndo gari wake iamshi. Ya kwa kweli sitapoa tena. Mpaka sasa una nyimbo ngapi ambazo umezirekodi? Naweza nikasema kwamba mwaka jana kwa neema ya Mungu niliweza kuachia album ambayo ilikuwa na nyimbo 15. Na hapo ilikuwa imebeba nyimbo zote 15 katika kale yangu kuanza. Kwa sababu kale yangu mimi toka nianze foundation yangu sasa ni kama mwaka wa pili hivi. Naam. Kwenye consistency. Kwa hiyo album ilikuwa na nyimbo kama 15, lakini kwa neema ya Mungu pia nimeweza kuachia wimbo mwingine mpya kwa mwaka 2026 ambao ni wimbo una takriban kama siku 5 hivi. Uko YouTube pale. Bado wa moto. Yes. Unaitwaje? Nitasubiri. Nitasubiri. Yes. Na hizi nyimbo zote 15 zote ziko mtandaoni. Zote umezipandisha? Kwenye platform zote zinapatikana. Wewe uko serious. 2 years nyimbo 15. Kuna watu wameimba miaka 10 hawana album. Ni neema tu. Ni kumshukuru Mungu. Kwa hiyo umesema huu uliopanda juzi unaitwa Nitasubiri. Yes. Kwa mfano sasa, Suzette ana conduct matamasha mengi sana. Au kwa mfano mtu anataka kukucheki. Uje kwenye ibada kanisani kwake. Inabidi apitie kwa meneja au anakucheki wewe moja kwa moja. Na kama anakucheki wewe moja kwa moja anakupataje? Naweza nikasema mimi mwenyewe ndo na manage muziki wangu, kila kitu nakijua mimi mwenyewe. Kwa hiyo mtu yote ambaye ako na uhitaji wa mimi lazima nije direct mimi. Ambapo kwenye moja kwa moja. Kwenye mitandao huko, kwenye Instagram natumia official Moses Kimwaga, Facebook Moses Kimwaga, TikTok Moses Kimwaga, lakini pia kwenye WhatsApp kama unaweza kuhitaji namba inakuwa pia. Hiyo ni kwenye tuishie hapo kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Moses Kimwaga Insta na Facebook na TikTok. Ni sawa kuwalipa wale influencers kuimba nyimbo za gospel ili kupromote? Mimi kwenye ukuaji wangu naamini kwamba kile ambacho nakitengeneza ndicho kitaniletea followers. It means kwamba ninapokuwa nipo kwenye zilo bado kuna watu hawajafahamu ninachokifanya au hawajaelewa ninachokifanya. Wanapoongezeka wafuasi wawili najua kwamba hawa naendelea kufuatilia kile ambacho nakifanya. Wanapofika 100 naamini kwamba ni watu halisi ambao wananifuatilia. Kwa hata nyimbo yangu nikitoa mtandaoni najua kwamba ikifikisha views 1000 najua hawa ni watu halisi ambao wamekielewa kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo mtu akitaka labda kufanya challenge labda kwenye wimbo wangu ni kwa mapenzi yake yeye. Lakini mimi silipi mtu kwamba anifanyie promo kwa sababu hii ni injili ambayo inatakiwa ieleweke kwa watu. Mtu akielewa ipende, hajaielewa anaiacha kwanza. Mpaka nitakapompa ujumbe mwingine ambao utamgusa atasupport. Kwa nini followers ni muhimu sana? Followers kama utanikumbuka nimesema kwamba followers mmoja ana faida. Yes. Kwa maana kwamba wale ambao wanaongezeka wana faida kwa sababu ni wanafuatilia kile ambacho nakifanya. Na unapokuwa na kundi kubwa kwenye kile ambacho nakifanya wanakufuatilia, ndio utambuzi kwamba kumbe kitu ambacho nakifanya pia kinaleta impact kwenye society. Kwa hiyo followers ni muhimu kujipima pia kwamba hii huduma ambayo naifanya inaleta impact gani. Yes. Okay, kwa sababu kaka yani kumekuwa kuna sintofahamu fulani hivi. Watu wakifikisha 1 million views na wao wanashangilia. Yani kama let's say wasanii ambao Mungu amewabariki na kwenye secular ambao wanafanya vizuri. Numbers is important to them. Extremely important kwa sababu the more numbers you have, the bigger the brand, the bigger the deals, the bigger the contracts, and the bigger the money. So wao ni muhimu sana kushowcase. Kama juzi list imetoka wasanii watatu ambao wana over 1 billion views on YouTube and streams, and that's Tyler 1 billion. Zaidi ya 1 billion. That's Tyler kutoka South Africa, and then you have Ira Star, and then watatu ni Zuchu. Unaelewa? Hao wote. Zuchu is big, like big in Africa. So kwa wao Africa. Yes, so kwa wao it's important kwa sababu ikionekana vile Zuchu utaweza kumchukua kwa hela ndogo, yani huwezi kuja kumuita kwenye show kwa you get the point. That means ana influence, ana power, and then ana
and streams. That means she ana ilo attention and she has a pool of people and streams. So kwa wao ni kitu muhimu tunaweza tukaelewa. Kwetu kwa upande wetu imekaaje? Yaani tukija sasa kiinjili, kwa nini ni important na sisi tufikishe streams bilioni, tufikishe streams milioni 100? Yaani why is it also important to us? Mimi kusema kweli hapo sioni kama kuna umuhimu sana kwa sisi kwenye muziki wa injili. Kwa sababu hata ukiwa na kanisa leo hii, kipimo cha kwamba kile ambacho unakifanya kinaeleweka ni waumini, si ndio? Kwa hiyo sisi ambao tunafanya huduma ya injili ni kwamba sisi tunahudumia watu, na mtu hawezi kufuata kile ambacho hakielewi. Lakini kwa nini hawa wa secular wanafanya hiyo nini? Hiyo wanafanya wao ushindani kwenye nini? Kwenye hizo numbers. Kwa sababu what the aim? Na aim ya secular music ni nini? Unabidi tutambue kwamba wanafanya kwa kusudi lipi. Umeelewa? Kwa sababu ukizungumza kwenye gospel, sisi tunafanya kwa lengo la kubadilisha mioyo ya watu kutoka kwenye uzito wa kutomjua Mungu waweze kumjua exactly. Kwa sababu kazi kubwa ya Mungu ni kuwaokoa watu. Kuwaokoa watu ndio kumtafuta hata mfuasi mmoja mmoja mpaka wanakamilika. Umeelewa? Kwa sisi hatutafuti ushindani kwenye numbers, kwa sababu kusudi letu ni tofauti na wao. Wao music for entertainment, enjoy. For entertainment ndio hiyo competition kwamba numbers na nini. Hiyo ndio entertainment yenyewe. Lakini sasa ukirudi kwa sisi hatuwezi kuwa na hiyo. Lakini sio mbaya kuwa mimi let's say Moses amefikisha 1 billion streams. Alright? Is it a bad thing? So kitu kibaya, right? Yes, lakini ndio mazungumza kwamba hapo is the right thing kama hicho kitu ni harisi, si ndio? Okay. Ni numbers harisi ambazo kimsingi unajua kwamba kumbe watu wengi wananifollow. Umeelewa? Kwa hiyo inakupa challenge hiyo kwamba kumbe nahudumia watu mabilioni na mabilioni. Inakuencourage pia kuendelea kufanya more and more. Umeelewa? Lakini in terms kama pengine iko kibiashara, kwa sababu sina elimu nzuri sana kuhusiana na hizo namna zinavyo gain hela. Lakini pia in terms pia kama ipo kibiashara pia inaingiza billions, inaingiza pia hela nyingi zaidi. Inasaidia kwa sababu huu muziki wetu unategemea sana hela, kusema kweli. Tusiongopeane, unahitaji hela sana, uwekezaji kwenye industry ya audio making, video making. Sasa hivi kila kitu kinahitaji hela. Lakini kama hizo numbers zinakuwa zinalipa, it's good. Lakini kwamba tufanye competition kwamba numbers mimi niko na milioni, huyu hajafika, ina maana bado mchanga, hicho sio kipimo. Okay. Wewe course paka sasa hivi hujui how you can make money from streams kama mwimbaji wa nyimbo za injili na unatoa nyimbo? Naendelea kufanya elimu, kujifunza namna ya kupata hela kwa sababu album ndio nimeitoa mwaka jana. Okay. Kwa hiyo kwa distributor mpaka sasa sija kumfuatilia kwamba kuna kitu gani kinachoingiza au la. Yes. Sawa. Haya, Moses, tunakushukuru. Umesema umetoa album. Album inaitwaje? God's Calling. God's Calling. God's Calling. Yeah. God's Calling. Yes. Okay. All right. God's Calling ya Moses. Unaweza kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii on TikTok, Instagram kwa jina la Moses Kimwaga. Moses, tukushukuru. Thank you for coming through. Asante kwa kutuimbia asubuhi ya leo, kuinua mioyo ya watu. Mungu akubariki sana, and anytime ukiwa na project yako karibu, hapa ni nyumbani. Nashukuru sana na Mungu awabariki pia kwa nafasi hii. Amen. Moses, God bless you. All right, ladies and gentlemen, right now tunaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu, mzee tunamuitaga Danky Master.